ninashukuru Mungu kwa muda kidogo tulionao. Nampenda Yesu ninapozungumza mambo makubwa ya Yesu Kristo. Hata uzee wangu unatoweka. Hata magonjwa yangu yanaacha. Ninajisikia kabisa nikiwa huru kwa mambo yote, kiroho na kimwili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mama Domitila nampenda Yesu sana. Amen. Kwa sababu gani? Amenipenda mbele ya wakati. Na nikisimama nikieleza mambo Mungu aliyenionyesha, sina haya, sina hofu. Niangalie vizuri kwa macho ya furaha na upendo. Ninalo la kukuambia. Sema amina. Amen. Wandugu, nimeanza kwa lugha mnayosikia ninyi wote. Hebu niangalieni vizuri. Mimi si mtu wa kushangaza. Niko mzuri. Ndugu taumbo na liko shewio nileje mwanani nika. Mama Domitila, Mungu akanipenda jinsi nilivyo. Mungu ni Mungu, hawezi kuhofu mahali ulipozaliwa. Mungu hawezi kutishwa na mahali ulipotembea. Mama Domitila, mimi ni mtu wa hali ya chini sana. Kwanza kabisa nilizaliwa mjamaa la Wakristo wa dini Katoliki. Nikakomea katika dini hiyo. Ninavyosikia, sijui siku ya kuzaliwa, sijui mwezi na sijui mwaka. Lakini ninavyoambiliwa kama ni kweli ama ni uongo, ni tangu mwaka wa 1951 igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itanu na rimwe nilipozaliwa, mama yangu akafa. Mama yangu akafa. Sikumwona mama yangu. Lakini nikazaliwa, nikalelewa katika jamaa ya wajomba wangu ambao ninawapenda sana. Nikalewa huko, sikujua mama alikufa, maana nilinyonya maziwa ya tate wangu. Nikaendelea, nikakomea. Nilipofika karibu miaka 5, hapo ndipo nilianza kujua ya kwamba mama amekufa. Nilikuwa na wabinamu wangu walikuwa mke wa basi. Walikuwa watoto wa wajomba, walikuwa wananichokoza vile watoto wanapiganaka wanachokoza. Na kila mara wananiambia seme ndio maana mama yako amekufa. Ama wanasema hiyo kiangalia. Jina Nabibole, wananiita Nabibole. Na kama nilifika nyumbani kwa bibi yangu ama tate, naanza kulia, kwa nini mmeniita Nabibole? Watoto wengine wananiita Nabibole kwa kunitukana. Kwa nini mkanipa jina hili? Ilikuwa shida kwangu kuchukua jina hili. Lakini kama niliuliza kwa nini kuniita Nabibole, ndipo siku moja akatoa akaniambia, erega Nabibole n'umuntu wabonye ibyaha. Waravutse nyo kwaravuga. Ubona bibi. Ushobora kwitwa Nabibole kuko wabonye bibi cyangwa Nabibole kuko wabonye byiza. Ariko wewe wabonye bibi. Nyo kwaravuga. Girumuba babishi. Kubera igosi. Kwa nini jina hili? Ariko hari igihe cyageze ryasina ryari bishobora kandi tubagize. Sema amina. Amina. Usiogope yaliyo pembeni yako ama unayoyaona leo.
Amen. Wananiuliza leo, eske wakati ulizaliwa wazazi wako walijua ya kwamba utaenda mbinguni kuona mambo mazuri? Nawaambia ndugu, Mungu ndiye anayejua yaliyopita yanayokuja. Ndiye anageuza yaliyokuwa mabaya yanakuwa mazuri. Usiogope. Leo ni umasikini, kesho utajiri. Leo unagonjwa, kesho utakuwa mzima na utatembea na fieri. Sema amen. Unapojiona una nguvu, usimkanyage aliye mdhaifu dini. Leo ni wewe, kesho ni yeye. Usiangalie mtu ni masikini eti hana nguvu ya kutumika, hana gari ya kutembelea, wewe unageuza magari kila siku. Nani anakuambia kama leo ni wewe, kesho ni yeye? Usimrushie mwenzako mavumbi, haujui anayokuongoza. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akageuza mambo yote. Jana nimezungumza kidogo. Nilipokuwa nimekwisha kuunga ndoa yangu 67, nikaoa mwanaume, naye ni ndugu yangu binamu. Tuliunga ndoa kwa kanisa yetu ya Katoliki. Tulipounga ndoa yetu, nafika nyumbani kwake karibu mwaka mmoja tu. Katolika 100%. Wafranse wanasema sambusa. Nilihubiriwa dini na wajomba wangu. Nikaipokea, nikaikariri. Nikaingiza kichwani, nikajua dini yetu ya Katoliki ni dini ambayo ilitoka kwa Mungu. Usiniambie mambo mengine. Lakini nilipofika wakati mmoja, nilikuwa naenda mashamba. Mimi nilipenda kulima, nililima ningali mtoto mdogo kama miaka 10. Nilikuwa naenda mashamba, nalimia tate wangu, nilimpenda sana. Natoka kazini, natoka kwa mashamba na majasho na vyote mnajua. Hamjajifanya waambeki. Najua mlikolelewa. Yangu na yabomoka mbele ya watu. Sasa ingine mtaona haya. Hata unaona haya, lakini leo ninakwambia na wewe ulikuwa hivyo. Sema amina. Amina. Mimi nimetoka kazini, nimechoka. Nafika nyumbani, naanza kuchagua mboga yangu. Nikuja nayo, nimebeba makuni na mboga yangu juu. Nafika nyumbani, naanza kuchagua sababu ya uchovu. Nikachoka, nikalala usingizi kidogo tu. Sikuwa kitandani, nilikuwa nimekaa. Katikati ya ule usingizi kidogo, nikasikia sauti ya mtu. Mama Domitila, fika mbio unifungulie, maana ninahitaji kuingia nyumbani kwako. Mimi nikaona nakimbia kabisa, naenda kumfungulia. Lakini kufika kwenye mlango, dai sijui kama ilikuwa inafungwa, maana kwetu tulikuwa tunafunga na tunakaa. Ananiambia, mbona umekimbia kunipokea nyumbani kwako? Sasa umefagia vizuri sana nyumba yako kusudi niingie nisumulie na wewe. Nikageuka, nikaangalia ndani ya nyumba yangu. Nikaona uchafu wa ajabu. Nyumba yote imejaa uchafu. Nyumba yote inanuka. Ni kama nyumba inakaa mwaka mzima ndani mtu hakuna. Na nikaona ni kama imekuwa kama baa. Nikaona maji yamemwangika, nikaona vipande ya sigareti, nikaona uchafu wa ajabu. Nikamwambia ule mtu, usimuone, iko nje. Nilikuwa nasikia sauti tu.
Nikamwambia, ndugu, siwezi kukudanganya, nyumba yangu chafu sana. Na si uchafu tu, inanuka. Akaniambia, basi kwa nini unakubali kuishi katika nyumba mchafu na ijapo uko mtu mzima? Nikasema, mimi sikujua kama nyumba yangu ni mchafu. Akasema, basi na mimi siweze kuingia katikati ya nyumba chafu, lakini nilikuwa na ujumbe kwako, na ujumbe huo nitakuachia kusudi niende, siingine. Akaniambia, ujumbe wangu ni katika kitabu ya Petro wa kwanza, sura ikoelewa mambo ya Biblia. Nikasema, sasa ni nani ataweza kunisaidia kwa kunipasha ujumbe huu? Kulikuwa kijana mmoja anaitwa Thomas Mukelewa, Mungu wa Banyamsingi, yaratuye kwa Simoni Mwanditsi. Gituma mvuga ivyo nuko hari abantu babazi. Alikuwa na Biblia yake na alikuwa akienda anasoma, anafundisha watu nyumbani, kwa sababu alihubiri injili tofauti na injili ya kanisa yetu. Mimi sikuweza kumsikiliza. Watu wa dini anaweza kaja kakaa tu kusikiliza kama watazungumza dini yake vibaya. Wenye madini mpaka leo wapo na wapo hapa. Sasa nilipofika akanipokea vizuri, ijapo nilikuwa na mtu Kanani. Hakuweza kuingia nyumbani kwangu hata siku moja, lakini nilipoenda kwake akanipokea vizuri. Mtawatambua kwa matendo yao. Sio kwamba umejaa Roho Mtakatifu aanze kujifanya kama Mungu anayetembea kwa miguu. Sio hivyo. Unaweza ukajawa na ukatabiri na ukawa moto wa ajabu, lakini moto asikusogelee na telefone yako hautaipokea, maana umekuwa mtu wa ajabu. Mungu hakomei. Mungu jinsi tulivyomkuta ndivyo alivyo. Sema amen. Amen. Usiposema amen utanishangaa. Amen. Amen. Nilipofika kwa ule kijana nikamuuliza, Thomas, eske kwa hiyo Biblia yako mnakuwaka Petro? Akasema, ina mstari wa 3. Akasema ndio. Mpaka 7:8 akasema. Nisomee. Akachukua Biblia akasoma. Hiyo ndio tulisoma jana. Woku kwigihe cyani cyashize kirapima. Uko biza bapagani bakora. Kugendera mu businzi no mu busambe no gusenga ibishushanyo n'ibindi abona abantu babona ko ari bitangaza, bakabona wowe utabikumwe nabo muri byo. Biragenda. Ariko ijambo nyamukuru wo kuri twigihe cyane cyashize kirakwiye gukora ibyo abapagani bakora. Maana wakati wa maisha yenu uliopita umetosha kutembea katika mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ulevi na mrafi na ibada za sanamu na mambo kama hayo. Wakati huo unatosha. Hiyo ndio ujumbe wangu wa kwanza. Sikusikia kitu hata kimoja. Nyumba hata chongaye. Nangira kumugirizo za. Wamusora rangira ngo ziriya jambo wumbishi ngo ni jambo ry'Imana. Iri yanzu wabonye nabari yazuye mu mutima wa. Uriya muntu wahagaze ku muryango n'umwami Yesu. Yakomanze ku rugi rw'umutima wa. Hiyo nyumba unayoiona mchafu si ile nyumba unakaa, lakini ni roho yako. Na huo uchafu unaona ndani ya nyumba ni dhambi zimo ndani mwako. Nenda ukatubu dhambi,
urejee, urudi kwa Bwana. Nikasema toka mbele yangu wewe mjinga. Kama wewe ni mwenye dhambi, nenda ukatubu dhambi zako. Mimi ni Mkristo sana. Mia kwa mia. Nikifanya dhambi kwanza naendaka kwa padri. Natubu, ananisamehe, ananiombea, ananipa kipande ya shauri. Kitu gani unataka? Nikauzika. Nikajirudia nyumbani. Nilipofika nyumbani, ndugu wewe, kama Mungu alikuchota kidole, ufanye nini? Mwisho atakuokota, atakutoa, atakuleta, atakusimamisha mahali anapotaka ukue. Sema amen. Amen. Kufika nyumbani nikaanza kukumbuka ile uchafu wa nyumba yangu. Nikaanza kuangalia nyumba yangu nzuri. Sikuwa na mtoto. Lakini nikauzika na ile nyumba mchafu. Nikaanza kufagia. Ndategura ingeregeri neza. Ndashira ibintu zose ku murongo. Nimba papa abantu bakivyibuka. Ndagenda ninginga umugabo wanje. Ndamubwira dusambura inzu. Tuyikure mwisika. Inzu yacu bihangare. Kugira ngo ubucafu butabonaho bwinshi. Inzu turayimenagura. Dukura mwisika. Tubaturara ku gatanda muri sala. Abantu baravuga ngo nasaze. N'umugabo yasaze. Abantu barahamagara muje kureba wa mukobwa. Inzu yanje angari. Ariko nashakaga gusa ngo kubura inzu yanje iboneke irimo umuco ndango umwanda w'iki. Imana naikandeba mchinga wa wajini. Mungu anasema nyumba ya ndani mimi natengeneza ya nje. Mungu mzuri sana. Amen. Sema amen. Amen. Nikabakia katika hali hii. Nikaanza kulia juu ya nyumba yangu. Nikachukua shape yangu. Nikaenda kusali, sala na kusalimu Maria, rozari. Nikaisoma mara ya kwanza, mara ya pili, ile uchungu hautoki. Nikaacha nikaenda kufanya kazi zangu. Nasikia uchungu kuroho. Nikikumbuka picha ya nyumba yangu nakosa amani. Nikaendelesha, nikashindwa. Mwisho nikaacha vyote. Nikaenda kwenye maombi. Nilipochukua shaple yangu, Mungu hakufurahiwa. Naisikia naichukia. Nikaitupa kule. Nikaanza kusali maombi yenye sijui. Nikaanza kulia, nikaanza kutetemeka. Nikasikia kitu kinajaa hapa. Nikaanza kuongea kwa lugha yenye sijui. Nikajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nikiwa Katoliki 100%. Nimejaa shakre, nimejaa shakra. Mikufi kumejaa shingo yako. Lakini Roho Mungu akapenya. Maana hazuiliki. Ana njia F za kuweza kukufikia wewe mwanadamu. Ungelikubali na kuitika, ukaishi jinsi ulivyo, halafu Mungu akakutumia. Maana wengine tunatumia nguvu zetu. Na ndio maana tunaenda tunafika pale vinageuka. Lakini aliyekutana na Yesu, shida ziwe zijiongeze mara 100, atabaki jinsi alivyo. Kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Amen. Sita roho yangu haina furaha naye. Tafuta amani na watu wote. Mungu akusaidie. Wakati nimejawa na Roho Mtakatifu, nikasikia Roho Mungu ananiambia, wewe mwenye dhambi, unajiita mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anafanya mapenzi ya Mungu.
mtu wa Mungu anatembea katika mapenzi ya Mungu. Kwa nini wewe unatembea hivi na ijapo unajiita Mkristo? Wewe si mtu wa Mungu. Wewe si mtoto wa Mungu. Uko mtu wa Mungu. Wewe hauko mtoto. Maana watoto wa Mungu wanafanya mapenzi ya baba yao. Amen. Simama, wewe ukatubu dhambi. Nikasimama pale niko nalia. Ibi mnyira zanyu. Namusozamisha. Ngenda mzinduru mumuhana, ngenda kushakuo ni hanaho. Sikuwa na padri hapo. Nile mugarama kuri gatu. Sikujua padri atapatikana wapi ama mwalimu wa kanisa. Kwenda kwa kanisa yetu ilikuwa maili 10 kutoka gatu kwenda Bugarama. Lakini nikakuta na vijana watumishi wa Mungu, wajumbe abo muzamu itabayumbe bavuga butumwa icyugiye byaje bisisa kandi kandi ukizomeka byatambuka watu leo tunaendelea kuiga tunaiga tu ariko nashimira Imana ko Biblia itazihinduka. Amen. Tunasema hinduka kama yani ariko jambo ry'Imana imesimama imara. Amen. Tuseme amina. Amen. Usiposema amina waga ni mlozi. Watu wanatafutiaka walozi mbali wako wale ambao hawashirikiane na sisi kwa kumuinua Bwana. Msitafutake mauchao yati ni yale majani wanachangaga. Roho mbaya, roho ya uchuki, roho ya dharau. Sema amen. Amen. Abo vijana bitwaga Aaron Mukiza, Jason Murema, sikumbuke na bako kwenye kitabu yangu. Nafika pale niko nalia, nikapiga magoti, nikaanza kutubu makosa yangu yote. Imuka uruse ibyaha ubivuga nk'uhabivuga ibiroro. Ntuzubebera. Jina la Bwana libarikiwe. Babasore barandeba neza barangije barasenge. Barambwira ngo mama ubwira umutima mwiza Imana amaze kukubona. Ubwo Biblia iravuga ngo nimwatura neza nakana. Barasenge. Subira inyuma. Ngenda nezerewe. Ngenda numva mfite ibyishimo mu mutima. Nikajua sasa siku hiyo nikaelewa hakika ya kwamba dini na wokovu ni vitu viwili tofauti. Vitu haviko pamoja. Unaweza kuwa na dini lakini hauna Yesu. Hebu niangalie vizuri. Unaweza kwenda kanisani lakini hauende mbinguni. Unaweza kuhubiri injili hata miujiza inatendeka, wagonjwa wanaponywa, vilema wanatembea na vipofu wanaona. Lakini siku moja watashangaa wakikwambia sikujue utokako na unako. Maana uliyoyafanya hayakusimama kwenye msingi wa Biblia. Mungu anisaidie nimalize mwendo wa msalaba. Nikajua ya kwamba kuna wokovu na kuna dini. Na wenye madini mpaka leo wapo. Na hao ndio walimuua Bwana Yesu. Nikapenda kuomba sana, nikaanza kutoka nyumbani na kwenda kuomba. Watu wengine wanaenda mashambani, mimi naenda kuomba.
nikaonekana kuwa kichaa katikati ya wanawake wengine, lakini Mungu alikuwa na lengo kwangu. Nina muda kidogo jamani, sitaeleza. Mungu akaniita katikati ya hiyo maombi porini. Siku moja ninakaa chini ya mti munsi y'umusozi witwaga Gacumu, mwimangani ni cyane mwishamba, munsi y'ikibira, munsi y'igiti kinini. Ndasenga kugeza nijoro, ngiye guhumura sanga umwijima wafashe. Ngiye kureba mbona amaso ameze nk'amaso y'itara y'imodoka nijoro, amaso abiri ahari andeba nijoro. Ngo ndebe hasi mbona ahondi hose hahindutse umweru, ngo ndebe mbona imyenda nambaye yabaye imyeru, ariko naje nambaye imyenda ya kawaida. Ngo ndebe hejuru mbona y'amaso abiri andeba atyaye afite umucyo w'amatara y'imodoka nijoro. Nkabona ayo maso ariko simbona umuntu. Ebu nyine yangalie vizuri. Karibu nisimame. Yule mtu akaanza kuzungumza kama ni mtu kama ni nani. Aliponyamaza mimi nikasema walisema mimi nimeugua kichwa. Kwa sababu ninaomba maombi haijulikane, ninanena kwa lugha, Wakatoliki hawananena kwa lugha. Kumbe nimekuwa kichaa. Hii mambo ni mambo gani? Lakini nikashikwa na hofu. Nikasema hebu nikimbie niende haraka, maana nimekutana na mapepo. Ila roho nyingine kaniambia wanapokutana na mapepo wanasemaka ya kwamba wanaonaka giza, lakini nuru ni ya Mungu. Amina. Roho wa Mungu anaenda nafundisha. Nikasema ikiwa hii ni nuru, maana yake si mambo ya shetani, ni mambo ya Mungu. Lakini hebu nikimbie nirudi. Nilipotaka kukimbia, nashika ile njia. Nimefunga vikwembe yangu vizuri. Nataka kukimbia, naona mtu anasimama mbele yangu kama mzungu. Si mzungu, si mweusi, lakini sura nyingine sijawahi kuiona. Akasimama pale mbele yangu. Nikaanza kutetemeka, akasema usiogope, mimi ni mtu kama wewe. Mungu ana mfano wetu. Sema amin. Mungu akija hautatetemeka. Atakuja kwa sura nzuri, nyororo, inayokupa kimya. Akaniambia hebu tuzungumze na wewe, unafanya nini hapa? Tangia unakuchaka. Nikasema nina neno ya kumwambia Mungu anisamehe dhambi zangu. Na nitakapokufa niende mbinguni. Akasema hiyo tu kila siku. Si ulishasamehewa. Si uombe karama zingine kwa Mungu. Nikasema mimi sijui karama nini, na akanielezea karama za Mungu. Sitakuwa kipenda nasoma. Kisha nikasema naomba Mungu anipe zile karama zote. Akachika. Karama moja tu unapewa na Mungu, kisha unaanza kufanya. Mungu amekuangazia asubuhi moja tu. Unaona kama mwanga unatoboka. Hata watumishi hautawasikiliza. Eti nimekuwa nabii. Nihudumie. Neno la Mungu halikwanza. Akaniambia sema omba karama moja tu, maana usipoitumikia ni dhambi kwa Mungu. Nikaomba karama moja. Mungu akasema kusudi upewe hiyo karama unapaswa kujaribiwa. Ushinde ama ushinde. Ushinde Mungu akupe hiyo karama. Ushinde urudi nyumbani kwako. Nikasema niko tayari kupata ile. Akaniambia basi kama unapenda jaribio lala hapa usirudi nyumbani. Nikasema hiyo tu. Nikatandika. Nikalala hapa. Sijaenda mbinguni, sijakufa.
tu nikalala, niko naomba na sijui kuomba. Ombi langu tu lilikuwa unisamehe dhambi zangu na siku nitakusamehe. Kisha ule mtu akaja akaniambia amka tuombe. Nikaamka tukaomba. Akasema jaribio lako, utatoka hapa utaenda kuhubiri watu wanaitwa Wamulele. Utaenda huko, utapita njia hii, utakuta kundi moja ambalo liko polini, utawahubiria nini? Nikasema tangu kuzaliwa kwangu sijaliwa kuhubiri. Bana mhubiriaka namna gani? Akaniambia okay, ndakueleza. Nikasema sijui njia ya kwenda huko. Akasema nitakuonesha. Nikasema sijui lugha nyingine isipokuwa lugha yangu ya kuzaliwa. Akasema hiyo haikuwa moja. Mara moja nikasema kama uko tayari twende. Tukaanza safari. Kuanzia asubuhi saa 12 sikukuwa na saa, lakini najaribu kufanya. Tukaondoka tukapita njia ya poli, tukaenda mpaka tukafika jioni huko polini. Mimi sijui lugha yoyote. Na kitu kilinishangaza, ule mtu akaenda mbele yangu na mimi nikamfuata. Yesu ni njia. Amina. Ukienda mkono mwingine ndugu, shauri lako. Tukafika mahali tulipokwenda kuhubiri. Mimi sijui wanavyohubiri. Nikamwambia ndugu sasa, akasema hiyo haikuangalie wewe. Hapo si ya kufa bana. Tunakaribia kufika, tulikuwa nasikia masauti ya watu wakasema piga magoti tuombe. Tukaomba. Kisha kaniambia tunaingia sasa hivi. Nakwambia maneno mawili ama matatu. Tunapotoka hapa tutaingia mjini. Mji wenyewe ni mji wa kuogopesha. Wale watu ni watu wa kuogopesha. Kwanza wanapala uchi. Wengine wanavaa manyoya ya ng'ombe, ya kuku. Na wengine wanavaa ngozi za wanyama. Na ukiwaangalia utaogopa, lakini nakuomba usiwaangalie, niangalie niko mbele yako. Sema amin. Amen. Neno la pili. Wakikusemesha usiwasi. Wewe nifuate. Neno la tatu, tutapita kijiji ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kijiji ya tatu ndipo tutasimama, tutakuta mtu anaitwa Wili anatengeneza kikapu yake. Na ukifika hapo mwambie ndugu niko mgeni wako. Kwa lugha gani? Akasema usijali, sema lugha unayoisikia. Tukae. Neno la tatu ama la nne. Tumekuja tunazungumza na wewe. Kwa sababu tulisumulia sana, namuuliza maulizo naye ananijibu. Akaniambia tukiingia mjini usinisemeshe neno hata moja. Mpaka mie nikusemeshe. Nikasema kwani? Akasema hivyo tunakwambia. Nikasema basi mtu tulikuja tunaongea tangia asubuhi mpaka jioni. Unasema nisikusemeshe mbele ya watu. Usiponiambia sababu nitakusemesha. Akasema usinisemeshe tafadhali. Kwa nini? Akaniambia okay, ngoja nikuambie. Kusudi tutimize lengo letu. Bila unaniona watu wengine hawataniona. Na wakisikia huku na nisemesha na hawanione watasema unajisemesha mwenyewe huko kichaa. Kwa hiyo tuchunge siri zetu, sema amina. Nasema hivyo nasikia sitakusema. Ese mnanisikia vizuri? Ndio. Kuna wengine wanachanganyikiwa na Kiswahili. Vile tulienda na ndivyo tulipita.
watu wa kuongesha, watu wanabara vile vile. Usisinzie Mungu. Kitu ya kushangaza nikakuta mwili anakaa kwenye kasonga yake, anasuka kikapu. Akaniambia mwana, demo girati n'umushisi wangu. Wewe yangiye muvuge mu rurimi rwawuzi. Imana yambira umubwire ngo Imana yantumye hano. Kuri wowe kubira gucumi. Ndavuga ariko sinzo aravuga kuvuga ariko ndavuga jewe nakuri mu Burundi ndamubwira Imana yanjye kugira ngo aze kuvuga ubutumwa n'umuntu yake akakabisonga kiri maze kwicara wa muntu wanje arambwira ngo mubwira twinjize mu nzu dusenge. Ndamubwira sike ndashobora kwinjira mu nzu ngasenga n'iyituka. Arambwira karibu, anishiza mu nzu azanira yamasonga kandi azanira turi bane. Fatanyanje bihereza uwacu ngo yicare kuko yari umuntu ufite. Arambwira we sinakubwiye ko batanga. Yemera kwicara hasi mwivu. Nanje bicara kunte. Uramenye ntugafate icyubahiro cy'Imana ucishireho. Ureke Imana yonyine iguha icyubahiro. Kandi niguha icyubahiro ntawe uzakikwaka. Bazakurwanya hirya no hino ariko iherezo kuzicara kunte Imana. Nikamwambia ndugu, Mungu ameniambia nikuje hapa kuhubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni. Sasa unitie wale watu wa vijiji wetu wa kusikiliza. Wili alikuwa tayari. Kaniletea chakula miteo, mikebe. Akanitilia pale, akakimbia vijijini kuita watu mje msikilize mtumishi wa Mungu amekuja kufundisha. Watu wa poli wote wakarudikana pale. Domitila mwenyewe hajui kuhubiri anaanza. Kisha Wili akaja kaniambia mama watu wamekuja. Twende basi ukahubiri neno la Mungu na usiwaogope. Ubatini uko bimeze kose uvuga Imana gutumye kuba. Naho wa muntu yangiye ati ruhuka nanje ndagiye mukanya ndaje. Uko yagiye yasubiye kugeza isaha ishitse. Ngira kureba gutya mbona kabande kuzura abantu bateye rugo. Yo Mungu mzuri. Ndibaza icyo nkora wa muntu ntawe. Birarambira ati tugende abantu bahabwa n'inkabasazi. Uje kubabwira batarasa. Biraramba kurusa mu nzu n'intebe. Turagenda mu giterane mpuzamahanga abarebere baturutse munsi. Bageze yo nicara ku ntebe wa mugabo arababwira uyu mumama n'Imana mutumye kugira ngo azubone mwicare muri kintu zanyu muturiye usigiye kubana kubabwira. Arangije arambwira ngo mama haguruka rero usimame uambie watu neno la Mungu. Domitila sijui. Nikaanza kulia. Nikasema ndaeleza nini? Nikasema kumbe nimekuwa kichaa. Yule mtu amenidanganya. Niliwaza ni mtu wa Mungu kumbe ni mjanja. Nikaanza kulia.
kuhubiri, nikaanza kutetemeka, sijui nitasema nini. Nikasema lakini sijawahi kuona Mungu anadanganya, huyu siye Mungu aliyemtuma. Nikauzika sana. Lakini nampenda Yesu. Ambaye ni Mungu hawezi kuonesha. Amen. Niliposimama sijui ndasema nini. Niko natetemeka, nalia. Waliwaza mimi nimejawa na Roho Mtakatifu. Kumenioga. Sijui naenda kufanya kitu. Nilipokuwa nalia natetemeka, naanza kulia, nasema nimekuwa mgonjwa wa kichwa. Lakini Mungu angasema. Niliposimama pale, nikaona yule mtu anasimama pembeni. Amen. Akaanza kuhubiri neno la Mungu, akahubiri injili isiyo na majadiliano. Akahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Injili ya kuteketeza dhambi. Hata mimi mwenyewe nikaguswa, nikasema ninamwona Yesu. Nikalia. Menahuye n'umuntu demerewe n'ibyaha azi uwo muntu akoze aturiye mikaro yose akoze ibyishimo birasaba ikintu cyanje mu mutima akoze ndahinduka ni Yesu ni ushobora gukiza ikintu cyanje mu mutima akoze ndahinduka. Hallelujah. Amen. Ararangiza harandavuye arabahamagara abaza kugakiza abarabwiye bose barapfukama barakiza. Arangije icyo nakoze yavuze ngo ndambura ibiganza kubasenge jewe nawe tubasenge. Urangije abwira wa muntu wiri waducumbikiye, aramubwira ngo aba bantu bose bashize mu maboko uzabigisha ubutumwa ubabatize kugeza aho bazabimenyera Imana bagasohoka bakabagurisha. Turagenda dusubira tumaze kugera mu nzu wiri aracamuka na wa muntu arambwira ngo ngaho ruhuka mu kanya gato turabona. Araza wirarambaza mama nguzi umwuka w'Imana azabisha wavuze ngo ntarundi ruri muzi tuzi ururimi rwacu none byagenze bite. Ndavuga jewe navuze ururimi rwacu. Aravuga n'umuntu yigisha jewe nigisha wabonye Mungu ambira none murashaka kumbwira iki? Nubwo yakwigisha mu rurimi rwacu. Ndavuga ati nibuka wa yakwiza n'ibyo aravuga nabyo. Arambwira icya kabiri, ndatangara kubona Imana yakuzanye. Jewe ni umukristo kuva mu bwana bwanjye, nari umukozi w'Imana, ariko intambara itangiye reka umurimo w'Imana nje mu bareberi. Ngeze hano
Umwuka w'Imana ni wandekuye. Mbaha sinzaje kurwana, sinzaje gutambara, sinzaje kwibiza abantu. Nzampinga nkarya n'abandi bakangurira. Ariko sindaje kwica kandi sindaje Mungu anachunguza. Imana ibona ko uwo muntu ari uducumbikira. Imana izireba naho waba uri inyuma y'umusozi hahandi abandi batagera, uhagaze ku giti no mu giti kiranga ugaragara nk'umuntu ukomeye nk'umunyembaraga umutwara. Imana iguhereze. Aravuga adatangaye kandi bakiye Imana. Byababaje nuko umuntu byaje akasubira imurenga akaja kuvuga ubutumwa akavuga ubuhamya bw'ibyo twakoze icyo gihe. Tuja mu basirikare uko bankubise, uko bangiriye nabi, ahitwa i Rubanda, mvuye mu barebere, ibyo sindiho. Bakwirabugaje. Turangije misiyo yacu, arambwira ngo turagaruka. Tugeze imuhira tumaze iminsi 3. Arambwira ngo rero mbere yo gusubirayo mu rugo banze usubire hariya wari gusengera munsi y'ibiti. Muze musubira aho mwatangiye kwisonga. Turagenda tumaze gushika turasenga. Arambwira ngo jaribu lako sasa limemalizika, rudia nyumbani. Lakini yote tuliyoyafanya usiseme. Haka siku itakapoenea atakwambia useme. Abantu bakiye kubika amabanga. Imana yako hamagaye kakubwira azakubwira umukozi uracu kayitanga imbere. Nicyo bitumuza uko bizimana. Hari ibyo dukora ariko bigashimisha Imana, bitari muri gahunda y'Imana. Kubera kwirukakira kuzuza amasezerano. Ndagenda ariko ijambo namubajije none ndakubaza amagambo. Kubera iki wajanye yo hose kandi ntacyo nagiye gukora? Ni wowe wigishije, ni wowe wasenze, ntacyo nakoze. Wajanye iki? Arambwira ngo sinakubwiye ko batazambona ariko bazakubona. Je naje kuvuga batambona ariko nanyura muri bo kakuvugira ngo bakakubona bakanya. Ndavuga none ko abasirikare bankubise aho sinahavuze ukuntu bankubise. Kubera iki bariko bankubita bankubitisha imiyi tunkize kandi tunkize. Arambwira ngo nimba bagukubise bakwishe, hari igufwa ryawe ryacitse singaho uriho. Jaribu limeanza kukutetemeka, kesho unasema Mungu ameniacha. Mungu yuko. Singaho uriho, si wewe ule. Yo. Mungu ana haja nao. Amen. Imana iragukeneye mu murimo wawe. Arambwira Mungu alipenda ukuwe pamoja na mimi niseme na watu wanisikie. Bila wewe watu hawangenisikia bila kuniona. Lakini kwa njia yako nimesema na watu wamesikia. Mwambie aliye karibu na wewe. Mungu anakuhitaji katika kazi yako. Mwambie mwenzako wewe ni njia ya Mungu kupitia. Mungu alisema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Amina. Amen. Ni lazima lile neno litimie. Wewe ni mfano wa Mungu, wewe ni mwakilishi wa Mungu kwa wanadamu. Wewe ni njia ya Mungu kupitia. Ukikataa Mungu atasimama. Sio kwamba hana uwezo, lakini anahitaji kutimiza neno lake. Amen. Tukarudi nyumbani, akaenda na mimi nikaenda. Nampenda Yesu. Amen. Utaniambia nini mama? Nilitembea na Mungu. Nikaagana na Mungu, nikachukua karama yangu.
ya Injili. Na ndio maana unaona ninasimama mpaka leo. Kuna neno nimezungumza na Mungu miaka 15 kwa Injili. Sijafanya hata mwezi mmoja nyumbani kwangu. Leo natembea nchi 100. Ukija nitakueleza vizuri. Ninyi waandishi na wasomi, mmesoma sana, mmemaliza university kama master kama mna diploma 20. Kama Yesu hayupo itakuwa makaratasi ya kubeba kwa kichwa. Mradi uwe na Yesu kuliko masomo ya madini. Sasa habari kaenea, kanisa langu likaniitisha, wakaniita, wakaniuliza mambo imefanyika kwangu, nikawaeleza. Wakasema wewe umekuwa kichaa. Piga magoti uombe na upewe maji ya baraka. Nikasema sina kichaa. Nina Yesu ndani ya moyo. Asema ondoka huko na hiyo maneno, na wanaposema mimi naanza kunena kwa lugha. Wakanifukuza. Nikaenda kwa kanisa la Waprotesta. Kaniomba kubatizwa mara ya pili. Nikakataa. Hapo sio mimi peke na wewe kama nilivyosema jana. Kisha tukaenda kuomba. Tuulize Mungu tufanye nini? Madini ya tuboya wakati tukabatulikana n'umwuka wera. Abantu barashaka kutubatiza kabiri. Kubatizwa kabiri no kwikorera imisara 2. Ubuse turakora ikice kwazima. Niba ubako napfuye ntabwo nari ndwaye. Sikuwa mgonjwa hata siku moja, sikuwa na kichaa na kifafa ya kuangusha. Tena nilikuwa na sante tangia uzaliwa kwangu. Unene hivyo. Kwanza leo napungua. Kaenda tukaomba. Tulikuwa watu 12. Wanawake 4, wanaume 8. Hata wanadanganyaka. Naweza kudanganyia wale watu wote. Maneno ninayokuzungumza si ya leo na si ya kesho. Ni mambo yamefanyika, watu wote wanaona, watu wanatoka mbali wakati ya kuona. Tukiwa ndani ya maombi, watu 2 wakaja kunichukua. Nikaona wanakuja pembeni yangu. Wakaanza nikula koti kama koti kubwa zito. Wakayangusha chini. Tukaondoka tukaenda. Nikasikia furaha. Nilipofika njiani, nikajiangalia, mwili wangu mzuri. Ninafanana na wale watu tumeenda nao. Nikashangaa, nikauliza, kumbe kuna ingine miili mizuri ya kufanana hivi. Na sisi tunakuwa na ile miili mbaya mchafu. Wakasema wewe hausomake Biblia? Nikasema sijui kusoma. Wakasema unasema kweli. Mtu asome Biblia hawezi kujua mambo ya mbinguni. Lakini ungesoma kitabu ya Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10, ungelijua miili ya mbinguni na miili ya duniani jinsi inaacha. Ukaenda. Neno la pili, sikujiona mwenye kufa. Sinabona gako napfuye, nari mfite ubwenge bwuzuye. Mu bisanzwe sinari nzi kuvuga, nari intumbi. Nari umuntu wasuzugurwaga n'abandi bana. Siri yaragize. Ariko nibona ndi umuntu uvuye mu gihugu mpaje mukindi. Tukagira ubwoba bw'urupfu. Hari abantu bababaye, twasanze umuntu yatabarutse yitavye Imana. Abantu bagiye mu mibabaro, habe n'ubu barababaye bari mu nzu, ariko bakabaye baje mu nzu y'Imana kugira ngo dushere urupfu rw'umwana w'Imana. Nta mpamvu yo kwicara, nta mpamvu yo kwijumata, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Niba dufite ubwoba, ibyo twigisha ni ibinyoma. Niba duca abantu intege, n'ukuvuga ibyo tuvuga, ntabwo dutegereje ko umunsi umwe tuzabibona. Bageze mu gihugu cy'igitangaza. Ndareba icyo gihugu, ndareba.
Isa ni baya. Niti miniti tano. Bishi semishonde. Bageza mugihu. Dale lichogihu kubenge ukanchirwa. Nikaangalia inchi nzuri. Mwana mambo mazuri. Dela igihugu chikitangaza mbona bana. Nikaangalia watu wazuri. Watu si kama sisi. Watu wanajaa furaha, watu wanacheka. Watu hawakunje sura. Yo, haleluya. Watu wanang'aa kama nyota. Watu wana upendo wa ajabu. Nikaona nchi nzuri, majani, matiti mazuri. Nikaona miti inatoa mbegu zao. Wakaniambia angalia, nikasema hii nchi ndio nchi gani? Hiki gihugu chiza kutemka. Barangira hiki gihugu sasa hii ndio mbingu. Kama mnasikia kwa wanasema mbingu njoo. Mbingu njoo. Ndugu wewe, mbingu liko. Amen. Sema amina. Haleluya. Kijuru liliho. Kali tuzaje. Sema tutaenda mbinguni. Nabonye igihugu chikitangaza. Reka mbabwire kuva nkibonye naravuze ngo nzoja mu. Ukatae uitike nitaenda mbinguni. Sema amen. Haleluya. Upende twende, usipopende shauri yako bakia. Lakini nitaenda kwa sababu niliona na macho yangu. Barangira ngo ngiri ijuru mbingu ndio hii. Ngoja nikuambie, nikuhakikishie mbingu. Biblia ni neno la Mungu. Mbingu iko. Sio mimi niliona tu. Hata watumishi wa Mungu, Yohana aliona. Akasema mambo ambayo sijawahi kuyaona, ambayo masikio yangu hayawahi kusikia na mawazo yangu hayafikia. Lakini Mungu ameyatayarishia wana. Biblia inasema Ibrahimu akauona. Yo, sifa ni zako Bwana. Mbona umwana w'igitangaza utagira iherezo, muchi hauna mwanzo wala mwisho. Nikaona majengo sijawahi kuona. Nikauliza wandugu, huku nako kuna mji kama kwetu? Wananiambia ndio. Nikasema huyo mji ni mji gani? Wakaniambia ile ni paradiso ya watakatifu. Amen. Tulikuwa tukizungumza, nikaona huko tunatokea gari. Inatembea gari na kimbia, imekwisha kupangwa kama gari inayochukua bwana harusi na bibi harusi. Ndani yake kulikuwa watu 4. Watatu. Mmoja alivaa taji. Wengine 2 wanambeba. Ndani ya gari nikasema huku nako kuna magari kama kwetu. Haya mmoja kangi. Wakaniambia hiyo sio gari, lakini hiyo inaitwa shari. Na hiyo shari ndio inakuyaka huko kwenu kuchukua wale watakatifu wanaokufa kule kwenu. Hiyo ndio gari inaenda. Amina. Sema amina. Amina. Akaniambia hiyo gari inaitwa shari. Hiyo ndio ilimpeleka Elia na ndio ilimpeleka Enoki. Hiyo gari ndio inachukua watakatifu wa Mungu. Watoa duniani na kuwapeleka wale mnasema kaitwa. Na hao 2 ni watu wamekuja na gari kumchukua wanampeleka. Amen. Akaniambia sasa angalia. Tulikuwa tukizungumza ile gari na ishaingia ndani. Nikasikia nyimbo za ajabu. Nikasikia muziki, sijui nanga za namna gani. Ndugu, mwache tumwimbie Mungu kwa utaratibu. Tuende na muziki. Kwaya na mbinguni wanakwaya. Pima
lazima kutekeleza, mfanye vitu vizuri vizuri. Mbinguni hatutaruka mchanganyiko, tutaenda taratibu tukifuata namba na zeze. Haleluya. Ndiye kurangiza kandi naringi kuvuga. Mbona muri wa mugi ngiye kwinjiramo namwe twirukange natwe twinjire kubera ikije batandetse ngo bajane niri yashari wowe haweze kuingia na shari baro tungara tangia hapo wewe ndio kuingia niri yashari kube kusubira hali ngiye kumvizo niri mubakira wa muntu ndanga twiruke tugeze kumwiga ngo akanisimamisha wewe haukaingia akaja mtu ana mwanzo ana nilipima kumwangalia kuona miguu yake na sikuona kichwa. Mungu hana mwanzo. Alipokuja akaniambia yo mmekuja kumbe mnajua kuomba, kwa nini hamuombake hivi kila siku? Najua Mungu tunafanya Mungu anaona vizuri. Akaniambia yote aliyoniambia. Kisha kaniingiza ndani ya ule mji. Ndio nikasimama. Nikaona mji. Nikaona waliokufa ndani ya Yesu Kristo. Nikaona watu wanajaa furaha, wanafukamana, wanaimba na vigelegele. Sura zao hazihitaji tena sabuni wala hawapakae kuta ile inayokugeuza sura. Nini yao imekwisha kung'aa kama nyota. Yangu sema amen. Amen. Wakaniambia hii ndio paradiso ya watakatifu. Hawa unaona ni watakatifu waliokufa kutoka kule kweli. Wanakuja kupumzishwa na bado hawajamuona Yesu. Na kila siku wanalia na wanasema lini tutamuona yule Bwana wetu Yesu Kristo? Bado hawajamuona. Na watakapomuona tena watafananishwa. Lakini hapa nikasema hebu nione kama kuna wanaume na wanawake, nione kama kuna wazungu na weusi, na nione kama kuna vijana na wazee. Nilipoangalia wote wana sura hiyo moja, wanavaa nguo ya modeli, wako kipimo sawa sawa. Hakuna mzungu wala mweusi, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna kijana na mzee, watu wote sawa sawa. Wananiambia usisumbuliwe, hapa hakuna mwanaume na mwanamke, hakuna kuoa na kuolewa, hakuna wazungu na weusi. Mtu akifa kama ni mtoto wa Mungu, anaacha ile mwili yenu ya udongo kule, anavikwa mwili wa udongo, ndio ibaki anakuwa mtoto wa Mungu. Kule mwili mmoja, roho moja, lugha moja, watoto wa baba. Japo hapa tunasumbuliwa na makabila, naendo na vibana na kabila na nchi. Nimekuwa mzigo kwenye kichwa chako, utapeleka nayo wapi? Mungu mmoja ni